Nani nimuuliza tu, bana wewe unaamini kwamba yule jamaa anaweza kufanya vitu vya ovyo kiasi hicho na mchezaji akakubali? Professional player juzi anasajiliwa yule ambaye alikuwa anaonekana kwamba anasikiliza maneno ya watu ambao hawako kwenye system. Jemedari, katika hilo ambalo umelizungumza, wewe unawafahamu wachezaji wa Kikongo jinsi walivyo. Wengi huwa wana tamaa sana. Na hawa viongozi wa hizi klabu kupigishana shoti. Twende kidogo. Ni kawaida. Trezeguet za kafanya hiyo, kumpigisha shoti tu wenzake wapo madarakani. Hapana. Naam. Nilichokikataa kitu kimoja tu. Ndio. Mchezaji being a professional hawezi kufanya hicho. Kwamba anaweza kutaka hela, lakini anaenda kiwanjani kwamba eti mimi nisicheze vizuri kwa sababu ya fulani, sababu anaonekana ni yeye. Hiyo hapana, anayecheza ni yeye. Mpanzi alipata matatizo pia. Yes, alipata matatizo ya kufiwa. Sawa. Lakini pia ambacho pia ni ukweli kabisa, yule jamaa alikuwa anafanya shughuli zake za ujenzi, akawa anatamani apewe pesa ili aendelee kumalizia ujenzi wake. Unaelewa vizuri? Sasa wakati wamfanya hayo mazungumzo, huo naye mtaja akawaambia walioko madarakani, bana iko hivi. Watu tutafanya wakaacha. Upande mwingine watu, swala la upande mwingine mpaka tunaambiwa sio na mapenzi na nini, wale walimaliza naye. Yani hilo swala la ujenzi wao walimaliza. Au? Yani shughuli tunasema zile pre-contracts. Mambo walishamaliza. Mkataba ya awali. Unaelewa? Na Mpanzu mkataba wake ulikuwa unaisha mwezi wa 8 hapa tu. Na ambayo huwezi kureveal kwa sababu huyu ni mchezaji wa mtu. Kwa sasa kinachofanyika ni kwamba leo unamlipa hela na unamlipa hela kuna kurudisha kule. Kule mzigo sikachukua. Lakini sasa hapo ni pongezi kwa tajiri kwa sababu amehakikisha kwamba mchezaji wao bora amebaki. Nasemaje? No. Where was he? Wakati timu ina struggle na watu wanatafuta wachezaji wazuri mpaka wamewapata. Sasa hivi kwa mtu ambaye alikuwa kwenye shutuma ndio tunasema kwamba sasa na mimi nipo. No. Utakiwa uwepo tangu mwanzo. Na ukiangalia sifa nyingi. Na yule aliyekuwa anapelekewa moto sasa hivi. Na sifa pale zimekwenda directly kwamba asante sana tajiri. Come on man. Yani huko nyuma tusiambiane mambo ya uongo bana. Huko nyuma sasa kuna ubaya gani Jemedari kupongeza? Upo ubaya. Alipaswa kuwepo wakati timu ina struggle na wanatafutwa kina Oura. Kuja kuisaidia timu. Sio leo tunachukua mtu aliyoko ndani. It's no story. Lakini Magori alizungumza kwamba hii fedhi ya pili hii yeye tajiri ataclear madeni yote, atasajili, ataclear na Simba inadaiwa. Wewe unakaa wapi? Huo ni mkakati wa nini? Na ukiangalia kilichotokea wakati Mpanzu wanatangaza kuhusu kumuongezea mkataba mpya. Mimi niko najiuliza vitu vingi. Aliyomuongeza mkataba mpya ni tajiri ama aliyomuongeza mkataba mpya ni club? Inapaswa kuwa club. Kwani Moni nani ndani ya Simba? Sasa si swali dogo tu. Rais wa heshima. Unasikia Magunga? Wiki Moni rais wa heshima Magunga kidogo wiki kama moja nyuma waliongeza mkataba Rushain pamoja na Kagoma. Mbona tuna tajiri na hatukuona Simba yani hakuepo hapa? Kwani alikuwepo mjini? Anakuja kuondoka. Ndio wakati wa Mpanzu yupo na lazima wakati mwingine tajiri aingilie kati. Ana statement aliyoandika Simba haikuwa. Mimi kwangu sitetei. Sioni kama ni tatizo statement mimi kwangu haikuwa sawa. Wewe ndio unasema tatizo Jemedari. Hiyo ni tatizo kwa sababu leo kila kitu kimestable. Kuna unajua wewe huwezi una mkai. Naam. Sisi ndugu zako kabisa. Ndio wakati ambao unataka sisi wewe tukusaidie kwa sababu na maradhi. Ukishapona unaendelea kawaida tu. Sisi ndio tunakuja na msaada. Na kwa haya yaliyotokea hapa Jemedari ni kama Mo Dewji alikuwa anatuma ujumbe kwa mashabiki kwamba mimi nipo. Kwani aliwahi kusema kwamba yeye bado si mambo yalikuwa yanatokea na bado kuna kitu kingine kitaendelea hapa. Ndio. There is a story wataka kuchukua nini inaitwa ile pale Kines nataka kujengwa pana story ya mwalimu kumuongezea mkataba. Hizo ndo activities ambazo bwana mkubwa sasa atakuja nazo aonekane na yeye yupo kwa sababu timu ishaanza kwenda yenyewe. Naona kama mnambagaza tu. Mimi sioni kama ni tatizo. Atumbagaza. Kwa sababu ni sehemu ya klabu ya Simba.
Yeye ni sehemu ya klabu ya Simba. Sio shida. Kama hapa katikati kulikuwa na sintofahamu na watu wameyaweka sawa hayo mambo, kuna ubaya gani yeye? Kwani kuna siku Simba amemsajili mlisema kwamba alikuwa atoi hela mwanzoni. Kuna siku Simba amemsajili mchezaji ama muongezea mkataba mchezaji alafu akasema tunampongeza chairman kwa sababu amefanya kitu 1 2 3. Mbona hizo pongezi zinatoka sana hizo? Kwenye statement ya yani kwenye page za club wanaandika kabisa tunampongeza chairman. Wakati watu wanaingia mkataba yeye amehoji transformation imeisha lini. Sasa transformation use wakati tunamsajili Mpanzu transformation vipi? Haishi. Imekamilika tayari. Kwani sioji ndani. Transformation use kwa kumsajili Mpanzu vipi tumekamilisha? Na unajua Mkai? Naam. Hivi vipi? Maana tukiingia mkataba tunaulizwa transformation. Tukisajili mchezaji vipi? Transformation inakuwa iko wapi? Na hata kama katiba mpya ikianza kutumika, yeye anajua nini ambacho kinafuata. Kwa lazima yake wewe ukitaka kujua kwamba hivi vitu huwa vinatokea, mtafute mtu mmoja anaitwa Dr. Jonas Tiboroa. Ndio. Muulize mzee Tiboroa wakati wako wewe uko pale kwa wananchi na hayati Yusuf Manji. Mahbub. Wakati ule umejaribu yeye kashazima simu huko. Wewe umepambana mechi za kirafiki. Uchaguzi wa Simba lini? Mwakani. Mwezi wa kwanza. Mwakani mwezi wa kwanza. Yanga. Maana hapa ilikuwa 2022 tarehe 10 mwezi wa 7 injinia ndio aliingia madarakani. Miaka 4. Mwezi ngapi? Kwa mwezi wa 7. Miaka 4 wewe piga tu hesabu miaka 4. Mwaka huu uchaguzi maana yake. Mambo yanaandaliwa mapema, kwa makini. Miaka 4 lini? Kai 2022 tarehe ngapi? Tarehe 10 mwezi wa 7. Basi mwezi wa 7 uchaguzi kaka. Alafu kwenye au unasemaje? Amefanya mengi mazuri. Kwenye mimi ninamdai uwanja tu. Alituahidi na nilimuuliza kwamba huu mfupa huu ambao watangulizi wako mbona kama tunaanza kampeni? Kwani nakwambia anagombea? Kwani kuna ubaya gani jamaa? Yaani unajua poa na tukisimamia ni agombee asigombee alichokiahidi. Wewe ndio unachokiona uwanja kwenye mchakato. Kwa sababu huu mfupa ule washinda watangulizi wake. Na yeye aliahidi atatekeleza. Inawezekana akatekeleza. Alisema ndani ya miaka 4. 4 siishaisha. Ndio alichosema yeye ndani ya miaka yake 4 uongozi. Akiondoka na wachia watu. Ni uwanja maana yake nini? Sistemi ya kuchezea kwanza. Wanaweza kaanza na hapo. Huu mwezi ngapi? Pichi na huu ni mwezi wa 3 tarehe 25 leo. Kwa hiyo pichi tunaagiza tu. Mbona rahisisha mambo na hii? Medel Motors. Jemedari ndingako ishatua kutoka Medel Motors. No, next week. Next week Na vipi? Kuna longolongo Medial Motors. Kaka, sasa watu wanasimamiwa na machinga au tena kuna longolongo inatoka wapi? Ushaona sehemu unasimamia machinga kwa na longolongo? Kuko sawa sawa. Kila jambo lina